Kila mwaka inapoadhimisha siku hii kunakuwa na kauli mbiu yake. Kauli mbiu ya mwaka huu katika maadhimisho ya siku ya wahamaji ni hadithi yangu kuu, tamaduni na maendeleo. Kwa Kiingereza, My Great Story, Cultures and Development. Kauli hii inaendelea kuikumbusha jamii juu ya mchango wa wahamaji katika kukuza maendeleo na kueneza tamaduni zao katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa muktadha huu, wahamaji wanaweza kuleta maarifa, ujuzi, teknolojia na kadhalika katika nchi wanayohamia, jambo linaloweza kukuza uchumi na maendeleo. Aidha, wahamaji wana mchango mkubwa kiuchumi, kwani wamekuwa wakitumia michango ya kifedha, yani remittances, kwenye nchi wanazotoka. Kwa upande mwingine, wahamiaji wanaweza kuleta tofauti za kiutamaduni, hivyo kusaidia kukuza uelewa na ushirikiano kati ya watu wa tamaduni tofauti. Ndugu waandishi wa habari, zipo sababu mbalimbali ambazo zimekuwa zikisababisha watu kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ikiwemo kutafuta kazi, fursa za kiuchumi, kusoma au kuungana na familia zao zilizo katika mataifa mengine. Vile vile, yapo makundi ambayo yanahama kwa sababu za kiusalama, machafuko, kubaguliwa na hata kukimbia majanga ya asili kama vile mafuriko au ukame. Kwa msingi huo, ni jukumu la serikali kuhakikisha wahamaji hao wanahama katika hali ya usalama na kwa kuzingatia sheria kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wa kimataifa wa uhamaji salama ujulikanao kama Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Ndugu wanahabari, kwa kutambua umuhimu wa nafasi ya wahamaji kwenye maendeleo ya nchi yetu, serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali zinazolenga kulinda haki na utu wa wahamaji. Jitihada hizo ni pamoja na kuwasajili na kuwatambua wageni wasiokuwa na hadhi ya kiuhamaji, yani walowezi, kuendelea kufanya maboresho ya kisheria ili kuweza kutoa hadhi stahiki za kiuhamaji kwa makundi mbalimbali ya wageni, kuendelea kushirikiana na mashirika ya kimataifa kama vile shirika la kimataifa la wahamaji, yani IOM, na shirika la kimataifa la wakimbizi, yani UNHCR, katika kuwahudumia wahamaji, wakimbizi na wageni wengine walioko kwenye mazingira magumu. Vile vile, kupitia marekebisho ya sera ya mambo ya nje yaliyofanywa mwaka 2024, serikali ya Tanzania imetambua mchango wa diaspora wenye asili ya Tanzania wanaoishi kwenye nchi mbalimbali duniani kwa kuwawekea mazingira rafiki na wezeshi ili waweze kushiriki kwa urahisi katika masuala mbalimbali ya kiuchumi. Ndugu waandishi wa habari, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuenzi na kulinda utu na misingi ya haki za kibinadamu wakati wote inaposhughulikia wahamiaji. Hatua hii inalenga kuimarisha mahusiano mazuri baina ya Tanzania na nchi wanazotoka wahamaji hao, pamoja na kuunga mkono utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya dunia, yani Sustainable Development Goals, ambayo yameweka msisitizo mkubwa katika kulinda haki za wahamaji kama ilivyoainishwa katika shabaha namba 10 ya malengo ya maendeleo ya dunia kwa mwaka 2030. Ndugu waandishi wa habari, kwa kumalizia tamko hili la serikali kuhusu siku ya wahamaji duniani, nitoe wito kwa idara ya uhamiaji pamoja na taasisi zinazoajiri na kushughulika masuala ya wageni kuwahimiza wageni hao kuzingatia sheria zilizopo wakati wa kuingia au kuishi nchini. Aidha, nitoe wito kwa vyombo mbalimbali vya usimamizi wa sheria kuendelea kuzingatia utu na haki za binadamu wanapotekeleza majukumu yao, hususan wanaposhughulika na wahamaji
waliokiuka taratibu za nchi. Kwa hiyo niwaombe sana wadau mbalimbali wakiwemo mashirika ya kimataifa kuendelea kushirikiana na serikali kwenye nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuimarisha udhibiti wa masuala ya uhamiaji. Mwisho, ni waase sana wananchi wa Tanzania kuendelea kushirikiana na serikali kwa kufichua vitendo au viashiria mbalimbali vya uhalifu vinavyofanywa na raia au wageni ili kuifanya nchi yetu iendelee kuwa salama. Leo ni siku ya wahamaji duniani na tunasherehekea kila mwaka tarehe 18 Disemba, na mwaka huu pia tarehe 18 Disemba tukiwa tunasherehekea siku ya wahamaji duniani, tuna dhima isemayo hadithi yangu kuu, tamaduni na maendeleo. Mimi kabla sija kukaribisha Mheshimiwa Waziri, tuseme tu kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi kama uhamiaji, yeye tayari alishafungua milango kwa nchi ya Tanzania kwa kuweza kukuza utalii. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana, kama utamaduni wetu sisi ni ukarimu. Kwa hiyo tutumie ule ukarimu tulionao ili kuweza kuwakaribisha wageni na kuendeleza kukuza watalii hapa nchini, lakini biashara na uwekezaji. Tunaendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa kufanya kazi kwa kutumia teknolojia, na tunaendelea kufanya kazi kwa weledi ili kuweza adhma yetu ambayo tumejiwekea kuleta maendeleo kupitia uhamiaji inafikiwa.